tumekuja kusema ni asante, maana umekuwa nasi, maana umetupendelea Yesu. Pokea shukurani za mioyo yetu. Hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana Yesu. Tumekuja kusema ni asante. Tunapoanza ibada ya siku hii ya leo, Yesu, tunakiri ya kuwa umetupendelea, sio kwa nguvu zetu, sio kwa akili zetu, ila ni kwa nguvu zako Yesu. Haleluya. Asante Yesu, wewe ni mwema, hakuna wa kufanana nawe. Jina lako libarikiwe na liinuliwe, maana ni jina ambalo limepita majina yote, jina la Yesu Kristo, ambaye ndio jina peke yake ambayo tumepewa sisi kama wanadamu tuweze kuokolewa. Jina linapotajwa, miujiza na mambo ya ajabu yanatendeka. Jina linapotajwa, magonjwa yanapona. Jina linapotajwa, ufalme wa shetani unakosa nguvu. Jina la ajabu. Na kwa jina hilo Bwana, tunaomba katika hilo jina ya kama Bwana ukubali kushuka na kuandamana pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo, maana pasipo wewe hatuwezi lolote. Na ndio Bwana tunakusii kwa jina hilo la Yesu Kristo, Bwana kubali kuabudu pamoja nasi asubuhi ya leo, na chochote ambacho kinaweza kuwa kizuizi ambacho ni dhambi, Bwana cha uwepo wako usikae katikati yetu. Tunatubu asubuhi ya leo Bwana, tunaomba utusafishe na damu ya Yesu Kristo, ili uwepo wako Bwana uandamane pamoja nasi, tukahisi kubarikiwa nawe katika ibada yetu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya kiongozi wa ibada, asante kwa sababu ya waimbaji, asante kwa sababu ya praise and worship, asante kwa sababu ya mnenaji, asante kwa sababu ya trumpeters, na asante kwa yeyote ambaye atashiriki katika jambo moja ama nyingine. Tunaomba wakawapake upya asubuhi ya leo, ili wanaposimama katika madhabahu haya Bwana tukasikia sauti ya mbingu ikizungumza pamoja nasi. Na ndio maana tunasimama kinyume na nguvu zote za kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Maajenti ambao wanatuma kuja kuvuruga ibada, tunaomba katika jina la Yesu Bwana ukaachilie moto wako ulao, ili Bwana tukaweze tu kusikia sauti ya mbingu, maana tumekuja kukutana na wewe. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu mwema na ni mwaminifu. Na basi tunapoanza Bwana anza pamoja nasi, na tukiwa na tamati tutasema asante. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Situmshangilie Yesu. Asante na karibu kiongozi wa ibada. 119 mstari wa kwanza na wa pili. Meanwhile uinjilisti kwa Bwana Yesu asifiwe. Neema kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, amen. Okay, hiyo ni ishara ya kwamba hawajafika. Kwa hivyo uinjilisti kwa mtatupatia nyimbo mbili, after which tutapata wimbo kwa trumpeters, mema trumpeters watatupatia wimbo moja. Alafu tukiendelea ibada itakuwa tu kama kawaida vile huwa tunaendelea. Lakini wakati wa sadaka pia trumpeters wa hapa. Sasa hiyo ndio watapresent wimbo moja, alafu tutaendelea. Basi controls nimeomba Zaburi 119 mstari wa kwanza. Basi kanisa ningeomba tusimame tusome sote mstari wa kwanza na wa pili. Tusome pamoja. Heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Wa pili. Twende pamoja. Heri wazitio sheria zake, wamtafutao kwa moyo wote. Bwana Yesu asifiwe. Basi na tukae na tuendelee kubarikiwa pamoja. Atakutana na hitaji lako. Yeye anasema anajua hitaji lako, anayokuwazia ni mema. Ukimchagua Yesu utapata pumziko. Atakutana na hitaji lako. Yeye anasema anajua hitaji lako, anayokuwazia ni mema. Ukitaka amani yapatikane
Yesu. Ukitaka amani yapatikana wapi? Kwa Yesu. Ukitaka upendo utaupata wapi? Kwa Yesu. Ukitaka faraja yapatikana wapi? Kwa Yesu. Ukitaka baraka utazipata wapi? Kwa Yesu. Chagueni Yesu. Yesu. Chagueni Yesu. Yeye tosha. Ukimchagua Yesu, mahitaji yako yeye ni jibu. Chagueni Yesu. Yesu. Chagueni Yesu. Yeye tosha. Ukimchagua Yesu, mahitaji yako yeye ni jibu. Chagueni Yesu. Yesu. Chagueni Yesu. Yeye tosha. Sikiliza nikueleze habari ya ukuu wake Mungu. Matendo ya ajabu aliyoyatenda Mwokozi wangu Yesu. Sikiliza nikueleze habari ya ukuu wake Mungu. Matendo ya ajabu aliyoyatenda Mwokozi wangu Yesu. Tangu wakushwe Israeli kwa nguvu zake yeye, tangu wakushwe Israeli haijatokea, tangu gharika iangamizwe enzi zile za Nuhu, tangu gharika iangamizwe haijatokea, tangu gharika iangamizwe enzi zile za Nuhu, tangu gharika iangamizwe. Sikiliza nikueleze habari ya ukuu wake Mungu. Msifuni Mungu, lisifuni jina lake Mungu wetu siku zote. Msifuni Mungu, lisifuni jina lake Mungu wetu siku zote. Najua hakika Mwenyezi Mungu ni mkuu, tena ni mkuu juu ya miungu yote. Najua hakika Mwenyezi Mungu ni mkuu, tena ni mkuu juu ya miungu yote. Mungu amemchagua Yakobo kuwa wake, watu wa Israeli
Mwenyezi Mungu hufanya chochote anachotaka, mbinguni, duniani, kila sehemu. Hufanya chochote anachotaka, vilindini, baharini, kila sehemu. Mwenyezi Mungu hufanya chochote anachotaka, mbinguni, duniani, kila sehemu. Hufanya chochote anachotaka, vilindini, baharini, kila sehemu. Hakika matendo yake ni makuu. Amani hili ahimidiwe Bwana wangu. Hakika matendo yake yanatisha. Amani hili ahimidiwe Bwana wangu. Uliwavusha Israeli bahari ya Shamu, walifurahi. Uliwashibisha watu wengi, mikate 5, samaki 2. Uliwavusha Israeli bahari ya Shamu, walifurahi. Uliwashibisha watu wengi, mikate 5, samaki 2. Mungu amemchagua Yakobo kuwa wake, watu wa Israeli kuwa mali yake. Mungu amemchagua Yakobo kuwa wake, watu wa Israeli kuwa mali yake. Najua hakika Mwenyezi Mungu ni mkuu, tena ni mkuu juu ya miungu yote. Najua hakika Mwenyezi Mungu ni mkuu, tena ni mkuu juu ya miungu yote. Uliwavusha Israeli bahari ya Shamu, walifurahi. Uliwashibisha watu wengi, mikate 5, samaki 2. Uliwavusha Israeli bahari ya Shamu, walifurahi. Uliwashibisha watu wengi, mikate 5, samaki 2. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumpe Mungu sifa na utukufu. Controls, naomba mtupe wimbo namba 154, ndio dhamana Yesu wangu.
Unajua Yesu ashaweka dhamana, ni wewe na mimi tukubali. Na tunaambiwa katika kitabu cha Yohana, ninapoongea naomba tusimame. Katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12 nasema, kwa wote waliompokea aliwapa uwezo Leo ndio hiyo siku. Kama wewe hujampa Yesu maisha yako, leo ndio hiyo siku. Alafu ndio dhamana Yesu wangu unipa furaha ya mbingu, urithi wa wokovu wake nimezawana roho yake. Habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Kumsalimu moyo wangu, mara napona raha yangu, aniletea malaika wananilinda, taokoka. Habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Sina kinyume na shukuru, mchana kutwa huja kwangu,
Mwokozi wangu. Ningeomba bila vyombo turudie hiyo chorus na tutafakari hayo maneno. Tafakari we mwenyewe tu. Leo ndio ile siku. Tuanze pamoja. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Tunaposemezana imani ya mitume, tutafakari hayo maneno. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa zamani za Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu. Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu na kanisa takatifu la waamini wote, na ushirika wa watakatifu, na ondoleo la dhambi, na kiama ya mwili, na uzima wa milele. Amen. Asanteni.
Furahi pia na kukaribisha. Tuna wageni ama mgeni kwa kuinua mkono? Inaonekana hatuna. Na basi katika matangazo yetu ni wale ambao wako katika ndoa siku moja hadi miaka 15, mnaendelea kukumbushwa mkutano wenu ambao unafanyika kila Jumapili ya pili na ya 4 kila mwezi katika jengo letu mpya. Tutakuwa na mass wedding yetu bado tarehe 29 mwezi wa 8, na tunaomba tuweze kujiandikisha kwa mapema ili tuweze kupanga mipango kwa mapema. Kutakuwa na kongamano ya kinadada kule katika nchi ya Tanzania ambao imeandaliwa na AIC Tanzania kutoka tarehe 18 hadi tarehe 21 mwezi wa June, na reporting date ni 17th of June. Venue itakuwa Tabora Teachers College na malipo ni shilingi 12,500 za Kenya ama US dollars 100, na pale katika zile hela hakuna usafiri. Transport is not included, na it's important that we take note. On leadership, Christian Education Department, muhula wa uongozi wa viongozi wa vikundi vya CD. Mnajua kawaida huwa una last for 2.5 years na unaisha, muhula huo unaisha kipindi ama mwezi wa June. And therefore all groups are requested to prepare for election of new leaders, which will take place on 7th and 14th June. Na kila kikundi basi kitaweza kuelekezwa jinsi ambavyo wataweza kuchaguana, ama pale wanasema tunasema pale each CD group will be guided on the specific date scheduled for their elections. Na la mwisho ni this coming Saturday. Mwambie rafiki yako this coming Saturday. Sasa tuna maombi hapa ambayo ni ya makanisa yetu yote ya DCC ya Ziwani, na itakuwa ni wakati very powerful in the presence of God, na kwa sababu sisi ndio hosts, basi tunawatangazia na kuwauliza tuweze kuja on Saturday. Tutakuwa hapa from 9 na tunawaalikeni wote kwamba tuweze kuja ili tuombe pamoja tunapomshukuru Mungu na pia tunapowakilisha mahitaji yetu kwake Mwenyezi Mungu, tukiongozwa na kiongozi wetu askofu. Na basi hadi pale ningependa niweze kumwalika katibu wa kanisa Daktari Mumu ili kwamba aweze kuja ataje jambo, na kutoka pale basi tutaendelea. Karibu sana. Si tumkaribishe. Asante. Uhuru wa Yesu kanisa. Tunaendelea kushukuru Mungu kama uongozi wa kanisa kwa kutupatia na kuonyesha kuwa nyinyi Ziwani ndio kanisa la kutegemea. Nakuja hapa kwanza kuwashukuru kwa yale tulifanya kwa rambi ambayo tulimaliza. Hiyo rambi Mungu alitusaidia tukapata 2.9 million. Bwana asifiwe. Na kwa kweli tuliahidi kwamba tutafanyisha hizo hela kazi, na ukiangalia ukuta zetu zinang'ara ama zing'ari. Ukiingia kwa hii tent, kwa wale hatujapitia, naomba upitie uangalie vile wageni wetu tumewaandalia. Utapata pale kuna green carpet, na very soon kutakuwa na thermos ya chai na water dispenser. Ukizunguka kanisa yote, wakati mwingi kulikuwa na hii area eneo kukiwa hakuna stima, unashangaa kuna nini. Ziwani pia kuna stima, lakini ukiangalia utapata kuna security lights ambazo ni za solar, ambazo ni za around 300 to 400 watts, za ku make sure kwamba nyumba la Bwana iko na mwangaza ya kutosha.
Kuna mahali tulikuwa na shida kidogo juu ya security, na ukizunguka utaona kamera. Usikuwe na wasiwasi, si juu yako, hata ikuangalii, lakini anaangalia kama wakati hatuko nani anaweza kuwa anafanya vitu zingine hazieleweki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sana sana zinaangalia pale kwa gates na sana sana saidi ya nje. Kwa hivyo usikuwe na shaka tunapopitia na tunapokuwa eneo hili. Kuna nyumba pale hostels. Najua mnajua CD group zetu kweli zinaumia. Tuna mpango, Mungu akituwezesha tuinue, na hiyo kama ni mapenzi ya Mungu ni miaka 2 ijayo. By 2028 tunastahili kuwa ile jengo ilimeisha around 2 to 4 floors juu ya hapo. Bwana asifiwe. Na kuna mikakati kabla tuanze ujenzi ambayo the PC group inaendeleza kufanya. Hii tu ilikuwa ni kwa kifupi. Our treasurer wa kanisa atakuwa hapa kutuelekeza na kutuandalia report ya vile tunaendelea kutumia hizo hela na zile hela zingine za kanisa. Bwana asifiwe. Ili usikue na mnungunuko kwa mtu yeyote kwamba nini inafanyika. Lakini kwa sasa ningependa tu kuwalete kwa mwaliko wa fund drive tena ambayo itafanyika tarehe 19 mwezi wa Julai. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako tarehe 19 mwezi wa Julai. Na hilo Mungu akituwezesha, kuna kanisa ambalo tulianza kununua uwanja kwa minajili ya AIC Cornerstone. Na kuna maishu zingine kama ukiangalia painting ya hii kanisa pengine na mahitaji zingine za kanisa ambazo kwa hiyo harambee tutakuwa tunalenga ku raise some amount about 3.5 Mungu akituwezesha ili tufanye hizo kazi. Kwa hivyo kipindi kile Elder Juda atakuwa nakuja hapa na kutuelekeza kwa mfumo ambao tulifanya last time. Naomba tumsupport na sisi tujitolee kwa roho moja kama kanisa moja ambao tunaongozwa na roho moja na uongozi moja ili tuparticipate kwa hiyo na Mungu atatubariki. Kwa hiyo ningependa kusema ni asanteni sana na Mungu awabariki, nikakaribisha wana praise and worship. Asanteni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naomba tusimame tukamsifu Bwana siku ya leo. Asalimia jirani umwambie Yesu ni Bwana. Jirani ni mwenye ako kando, upande wa kulia, upande wa kushoto, nyuma na mbele. Make sure umesalimia watu 4 hivi, watu 4. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kila mtu ako salama? Kila mtu ako salama? Pale kutoka pale nyuma watu wamenuna sana. Kila mtu ako salama upande huu? Kila mtu ako salama upande huu? Na upande huu kila mtu ako salama? Basi naomba tunapomsifu Bwana leo tunataka kushangilia. Ambia mwenzako kushangilia. Tunataka kushangilia jinsi ambavyo Bwana ametutendea, si ndio? Mara nyingi tumekuwa tukiomba tutendewe. Sasa leo tunataka kushangilia, tuonyeshe jinsi ambavyo Bwana ametutendea, si ndio? Kama Waisraeli walivyoshangilia waliposhinda vita nyingi ambazo Bwana aliwapigania, nasi siku ya leo tunaomba kushangilia Bwana kwa mambo ambayo ametutendea kuanzia mwaka huu ulipoanza hadi wakati huu. Sawa sawa? Tuko tayari? Haya. Haya, cheza tu kwa Bwana. Haibo. Shangilia. Shangilia. Piga kelele kwa Bwana. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Shangilia.
wa mabwana. Aya, tunaenda hivi, shangilia. Aha. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Sifu Bwana. Wa mabwana. Shangilia. Piga kelele kwa Bwana. Oh, shangilia. Sifu Bwana. Wa mabwana. Twende shangilia. Shangilia. Sifu Bwana. Wa mabwana. Ametukuka. 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 Shangilia. Piga kelele. Shangilia. Sifu Bwana. Wa mabwana. Sema shangilia. Piga kelele kwa Bwana Yesu. Shangilia. Sifu Bwana. Wa mabwana. Haya, cheza tu sasa kwa Bwana, twende. Aha, cheza kwa Bwana. Nisikie shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Aha. Bwana. Jina lako la milele. Kumbukumbu la vizazi. Hata vizazi. Bwana. Jina lako la milele. Kumbukumbu la vizazi. Hata vizazi. Mataifa yote msifu Bwana. Enyi watu wote muhimidini. Mataifa yote msifu Bwana. Enyi watu wote muhimidini. Msifuni kwa mfumo baragumu. Msifuni kwa kinubi. Msifuni kwa kinanda na kinumbi. Msifuni kwa matari na kucheza. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Sema ametukuka. Milele. Ametukuka. Ametukuka milele. Ametukuka milele. Ametukuka milele. Ametukuka huyu Yesu. Ametukuka milele. Shangilia. Sifu Bwana. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Bwana. Sifu Bwana. Wa mabwana.
Piga kelele kwa Bwana Yesu. Sema shangilia. Sifu Bwana. Wa mabwana. Aya, niwasikie shangilia. Shangilia. Sifu Bwana wa mabwana. Mara tena shangilia. Piga kelele kwa Bwana Yesu. Shangilia. Sifu Bwana wa mabwana. Sisi sote shangilia. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Sifu Bwana wa mabwana. Sema shangilia. Piga kelele kwa Bwana Yesu. Shangilia. Sifu Bwana wa mabwana. Shangilia. Haleluya, mshangilia Bwana. Haleluya. Haleluya, wapi kelele na shangwe. Haleluya. 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 Tunamsifu huyu Mungu asubuhi hii ya leo. Nataka tuende mbele za Mungu, ukamwabudu, ukamuinue, ukamwambia hakuna anayelinganishwa na yeye. Hakuna mwingine wa kuinuliwa, hakuna mwingine anastahili sifa zako ila Mungu peke yake. Haleluya, muinulie tu sauti Bwana asubuhi hii ya leo. Bwana unastahili, unastahili kuinuliwa. Umetupa nguvu, tunakuimbia. Umetupa nguvu, tunakushangilia. Yesu, tunasema unastahili. Hakuna mwingine kama wewe. Unastahili.
Yesu Kristo, wewe ni wa kushangaza. Kila siku unajidhihirisha kwetu ewe Bwana. Kila siku Mungu wetu uko na sisi, unatutia nguvu. Ewe Bwana, leo hii tukisimama mbele zako tunasimama kama wana. Tunaliita jina lako kuu ewe Yesu Kristo, kwa sababu tunajua kwamba katika hilo jina la Yesu Kristo kuna nguvu. Ewe Bwana, kama kanisa la Ziwani tunaunganisha imani yetu ewe Bwana, tukikusifu na tukijua kwamba ahadi zako ni za kweli ewe Bwana, kwamba wewe Yesu Kristo umetuahidi kwamba utatupa uhai na uhai tele. Ewe Bwana, kama kanisa tunaungana pamoja Mungu wetu, na ewe Bwana tunanena kwamba ewe Bwana wetu utatupa uhai, umetupa uhai. Yesu Kristo tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu ewe Bwana kila siku unatutia nguvu, unatia mioyo yetu nguvu ewe Bwana. Tunalisifu jina lako kwa sababu ewe Bwana unatuongoza kwenye njia zako. Mungu wetu, sisi wote ewe Bwana tukija mbele zako tunahitaji mkono wako ewe Bwana. Tunahitaji kukuona ewe Bwana ukitembea mbele yetu. Ewe Mungu, tunajua kwamba wewe ndiwe unayesema ndio ewe Bwana. Hata tukipanga katika mioyo yetu ni wewe ewe Bwana unadhihirisha na ni wewe unabariki. Hivyo Bwana, kama kanisa tunaunganisha imani yetu na kuleta mipango yetu kama kanisa mbele zako. Ewe Bwana ukaibariki Mungu wetu katika ujenzi wetu kama kanisa. Tunakuomba ewe Bwana ukatubariki na maarifa. Ewe Bwana ukatupe kibali ili tuendeleze ewe Bwana mijengo yetu. Tunakuomba ewe Bwana ukatupe kibali ewe Mungu wetu ili tuweze kuona juhudi zetu zikiwa na matunda. Ewe Bwana, tazama nafsi ambazo zimekuja mbele zako leo hii. Kila mmoja wetu ako na hitaji ambalo ewe Bwana katika moyo wake unalijua vyema. Unatuambia kwamba unatujua vyema na unajua mahitaji yetu hata kabla hatujataja. Ewe Bwana, katika udhaifu wetu wewe ni mkuu na uko na nguvu. Hivyo Mungu wetu tunakuhitaji kwa sababu tunajua yule mwovu anasimama, na akisimama ewe Bwana tamanio lake ni kutuona tukianguka. Tamanio lake ewe Bwana ni kuiba, kuharibu na kuua. Lakini Bwana wetu ewe Bwana unajua vyema kwamba wewe umetuahidi utatulinda na yule mwovu shetani. Ewe Bwana akisimama ewe Bwana, ni nani atakayesimama ewe Bwana ili kuwapinga wale wateule ambao umewaita kwako? Ni nani atakayesimama ewe Bwana kupinga zile nafsi ambazo umeziita kwako ewe Bwana? Utacheka ukiwa kule juu mbinguni, kwa sababu wewe Mungu ni mkuu, kwa sababu wewe Mungu hakuna mwingine aliye na nguvu kama wewe. Hivyo Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunajua kwamba utavunja minyororo ya shetani. Tunajua kwamba nguvu zako za Roho Mtakatifu zijadhihirisha kwetu ewe Bwana. Tunajua kwamba tutaona ewe Bwana nafsi zikija kwako. Tunajua ewe Bwana tutawaona wale ambao wametekwa nyara na yule mwovu shetani ewe Bwana. Tunajua vyema tutawaona wakileta ushuhuda kwako Mungu wetu. Leo hii tukiunganisha imani tunajua kwamba unatupigania vita vyetu ewe Bwana. Tunanena uponyaji katika miili yetu, tunanena uponyaji ewe Bwana katika nafsi zetu. Ewe tazama Mungu wetu, ni wewe unayetutia nguvu, ni wewe ewe Bwana unayetia nguvu mifupa yetu. Ewe Bwana tunawaombea wote ewe Mungu Baba walio na shida ya miguu Mungu Baba, na wanakuomba juu mbinguni, wanakuambia tazama ewe Muumba wetu ukawaguze ewe Bwana. Tazama Mungu Baba wanaokuomba waliopo ndani yetu ewe Bwana, wanakuomba wanasema ewe Bwana tunakuhitaji. Kuna wale ewe Bwana magoti yao ina shida, wanakuhitaji, tunaomba ewe Bwana ukawaguze. Kuna wale ewe Bwana wanasema tutazame Mungu wetu katika kitanda cha wagonjwa. Roho Mtakatifu tunakuomba ukawaguze. Kama kanisa ni wewe unayetulinda ewe Bwana, tunakuomba kwa mapenzi yako ewe Bwana, kwa neema yako ukalinde wana wetu. Tazama nchi inalia kwako ewe Bwana. Tazama kuna wana wanaoibwa Mungu wetu, kuna wana wanaopotea, lakini tunatangaza kwamba Muumba wetu atazingira watoto wetu na malaika wake. Ewe Bwana ukatuzingira na uwepo wako. Ewe Mungu wetu waliopotea ewe Bwana ukawarejeshe kwa Mungu Baba.
Baba. Tunajua kwamba yote yanayotendeka katika giza, Mungu wetu, unayaona. Ewe Bwana, tunakuomba malaika wako akarejeshe wale wana. Vita vyetu Mungu Baba ni vyako. Hivyo Mungu wetu, kama nchi tunakuomba Mungu Baba, tunakuhitaji kwa sababu hatuna mwingine kama wewe. Ukazingire familia zetu ewe Bwana. Tazama mapato yetu Mungu Baba, ni wewe unayebariki kazi ya mikono yetu. Ewe Bwana, tunakuomba tukaweze kuona matunda ya kazi ya mikono yetu. Tazama nchi yetu ewe Bwana, wanaolia wanakuhitaji Mungu Baba. Tunakuhitaji kwa sababu hatuna mwingine kama wewe ewe Bwana. Ni nani tutakayemulilia? Ni wewe tutainua sauti yetu kwako Baba. Hivyo Baba, tunakuhitaji, tutendee mema. Viongozi wetu ukawaguze ewe Bwana, wakawe na upendo na wakatazame wananchi ewe Bwana, wakawahudumie kwa kweli na kwa roho. Ewe Bwana, tunakuhitaji kama nchi, ukatubariki na amani. Ewe Bwana, hakuna mwingine anayeweza, ni wewe tu. Hivyo Muumba wetu, tunakuhitaji, tuonekanie mema. Ewe Bwana, tunakuhitaji, ahadi zako za amani zikaweze ewe Bwana kuonekana miongoni mwetu. Asante Baba, kwa sababu hakuna mwingine kama wewe. Tunalisifu jina lako na tunaliinua ili kanisa, kwa sababu tunajua kwamba uko na mipango miema Mungu Baba. Tunaliombea kanisa la Cornerstone Mungu wetu. Ewe Bwana, wanapoendelea kuandaa hii siku, ewe Bwana, tunakuomba ukafungue milango ya baraka. Nasi Baba, ukatutie nguvu tuweze kusaidia. Ewe Bwana, tunakuomba, ni wewe unayebariki, ni wewe Mungu wetu unayefungua milango ya baraka. Tuonekanie mema na lile kanisa ukaliguze. Asante kwa hii siku yetu ya leo. Twajua vyema kwamba ewe Bwana, hii siku ni siku ya baraka. Hii siku ni siku ambayo utazungumza nasi. Asante Baba. Atakaye kuja mbele yetu ewe Bwana kutuongoza katika neno, twamleta mikononi mwako. Ewe Bwana, ukazungumze nasi. Roho Mtakatifu ukamtie nguvu. Asante kwa sababu hakuna mwingine kama wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tuwashangilie praise and worship. Umetuongoza vizuri katika worship, na asante mchungaji Jeffa kwa maombi hayo ambayo yana nguvu sana. Naomba niwakaribishe kwa mahubiri yetu ya leo, nikiwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mahubiri yetu yanatoka katika kitabu cha Yohana 13, na nitasoma mstari wa 1 mpaka wa 5, halafu mstari wa 10 mpaka wa 17. Sura yote naomba ujisomee baadaye. Yohana mtakatifu sura ya 13, mstari wa 1 mpaka wa 5, mstari wa 10 mpaka wa 17. Naomba usome nami. Ilikuwa ni kabla tu ya sikukuu ya Pasaka. Yesu alijua kwamba saa yake ilikuwa imefika ya yeye kuondoka duniani hapa na kwenda kwa Baba. Akiwa amewapenda watu wake waliokuwa duniani, aliwapenda hadi mwisho. Chakula cha jioni kilikuwa kikiendelea, naye Ibilisi alikuwa amekwisha mtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote nia ya kumsaliti Yesu. Yesu alijua kwamba Baba ameweka vitu vyote chini ya mamlaka yake, na kwamba alitoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu. Na kwa hiyo aliondoka mezani, akavua vazi lake la nje na kujifunga taulo kiunoni. Baada ya hayo akamwaga maji katika bakuli
na kuanza kuosha miguu ya wanafunzi wake. Akakausha kwa taulo aliyokuwa amejifunga. Mstari wa 10. Yesu akajibu, mtu aliyekwisha kuoga anahitaji tu kuosha miguu yake, mwili wake wote ni safi. Nanyi ni wasafi, ingawa si kila mmoja wenu. Kwani alimjua yule ambaye angeenda kumsaliti, na ndiyo maana akasema si kila mmoja wao alikuwa msafi. Alipomaliza kuosha miguu yao, alivaa nguo zake na kurudi mahali pake. Je, mnaelewa nilichowafanyia? Mstari wa 13. Mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwasema vyema, kwani ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi Bwana na mwalimu wenu nimewaosha miguu yenu, nanyi pia mnapaswa kuoshana miguu ninyi kwa ninyi. Nimewapa mfano ninyi ili mfanye kama vile nilivyowafanyia ninyi. Amin, amin, nawaambia, mtumishi si mkuu kuliko bwana wake, wala mjumbe si mkuu kuliko yule aliyemtuma. Sasa kwa kuwa mnajua mambo haya, mtabarikiwa mkiyatenda. Bwana alibariki neno lake. Na tuombe kwa ajili ya neno. Tunakushukuru Mungu wetu kwa neno lako ambalo lina nguvu. Neno lako ambalo linakata kuwili kuliko upanga. Tunaomba Mungu wetu neno lako likatukatekate, likatufundishe, likatuongoze. Naomba ukanitumie kama chombo chako, Roho Mtakatifu. Tunaomba ukaongezeke nasi tupungue. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Yohana Mtakatifu sura ya 13 inaelezea mabadiliko makubwa ya kithiolojia katika Biblia. Inatutoa kutoka kwa huduma ya Yesu ya hadharani na kutuleta katika huduma ya Yesu faragani na wanafunzi wake. Inatuingiza kwa karamu ya mwisho ya wanafunzi wa Yesu na wanafunzi wake kabla ya kusulubiwa kwake. Tukio hili lilifanyika wakati ya wiki ya Pasaka, na hivyo inatutambulisha karamu ya mwisho ya kuanzia utumishi, unyenyekevu, usaliti na upendo wa kujitoa mhanga kwa Yesu Kristo. Mahubiri yetu ya leo yanahusu utumishi, ama kwa lugha nyingine servanthood. Katika ulimwengu wa sasa, kutumikia mara nyingi huonekana kama udhaifu, hali ya chini, au jambo la kufanya watu wasionekane kuwa wa muhimu sana. Kila ambacho jamii imetufundisha ni ya kwamba tutafute kutambulikana, tutafute kuwa na vyeo, tutafute starehe na nafasi za heshima. Hata hivyo, katika ufalme wa Mungu, ukuu unapimwa kwa njia tofauti. Yesu hajatuitia kuwa mabwana, bali kuwa watumishi. Wakati ulimwengu unakuuliza ama unatuuliza ni nani aliye mkuu, Yesu anauliza ni nani aliye tayari kutumika ama kutumikia. Kwa hivyo, kichwa cha ujumbe wetu wa leo ni utumishi bora. Utumishi bora, na kwa lugha ya Kimombo, serving with excellence. Utumishi bora unahitaji, jambo la kwanza, kuondoka katika hali yako ya starehe, comfort zones. Jambo la pili, kuwatumikia maadui, na jambo la tatu, kutumikia kwa unyenyekevu. Utumishi bora unahitaji, jambo la kwanza, kuondoka kwa hali
yako ama hali zetu za starehe. Mstari wa kwanza na wa pili na wa nne. Chakula cha jioni kilikuwa kikiendelea. Kwa hiyo aliondoka mezani, akavua vazi lake la nje na kujifunga taulo kiunoni. Baada ya hayo, akamwaga maji katika bakuli na kuanza kuwaosha miguu ya wanafunzi wake. Akakausha kwa taulo aliyokuwa amejifunga. Yesu Kristo alikuwa amewakaribisha wanafunzi wake kwa chakula cha jioni, ambacho ndicho kilikuwa chakula cha mwisho pamoja na wanafunzi wake. Ukiangalia huo mstari wa pili, chakula cha jioni kilikuwa kinaendelea. Walikuwa washaanza kukula. Na wakiwa katikati ya chakula chao cha jioni, Yesu akainuka, akatoka mezani, akaacha chakula chake. Kwa lugha nyingine, akaacha mahali pake pa kupumzika na mahali pa starehe. Yesu alifanya hivyo kwa nini? Alivutiwa na miguu michafu ya wanafunzi wake. Labda hiyo miguu ilikuwa inanuka chakula kilipokuwa kinaendelea na kuliwa. Kumbuka nyakati hizo za Kiyahudi, Wayahudi walinawa miguu yao baada ya kufika nyumbani na hata ugenini. Walinawa miguu ili wakuwe wasafi, ama kwa ajili ya usafi, kwa ajili ya kuchangamka, na kwa sababu yule mwenyeji alikuwa anataka kuonyesha ukarimu wake. Hii ni kwa sababu barabara za kale za Israeli zilikuwa na vumbi na zilikuwa chafu. Na mara nyingi walisafiri kama wamevaa ndala ama sandals. Kuosha mguu kulimfanya msafiri achangamke na kuondoa uchafu kabla ya kuingia ndani ya nyumba ama kabla ya kuingia kushiriki kwa chakula. Kwa hiyo katika hali hii, Yesu aligundua kuwa wanafunzi walikuwa hawajanawa miguu yao. Aligunduaje? Aligundua kwa sababu meza ambao walikuwa wamekaa wakila ilikuwa fupi na walikuwa wameegemea mito, yani wamekaa kama kwa pilo hivi, kama wamerudisha miguu nyuma. Kwa hivyo Yesu angeweza kuona miguu yao ambao hawajanawa. Hivyo Yesu akakatiza chakula chake ili kutoa huduma ya kipekee, huduma bora ya kuosha ama ya kunawisha miguu ya wanafunzi wake. Je, ni wangapi kati yenu wanaweza kukatiza starehe zao ili kutumikia mtu mwingine? Je, unaweza wewe ndugu na dada kukatiza starehe kwa ajili ya kwenda kumwona mgonjwa tu, kumtembelea mgonjwa hospitalini? Je, unaweza kukatiza starehe ya kiti chako ambacho unakalia ili kumwondokea mtu mzee, ili kumwondokea mfanyikazi ambaye amechoka, ama hata kumwondokea mama mjamzito? Nishaona katika matatu sana, yani watu wakiona mama mjamzito kumwondokea ni ngumu. Sijui kwa nini, naomba ufikiri hilo. Je, unaweza kukatiza mapumziko yako ili hata kumwombea mtu ambaye unajua anapitia mapito magumu ama ana shida? Je, unaweza kukatiza ratiba zako ili kutoa ujuzi wako kumtumikia mtu bure? Kwa mfano, ikiwa wewe ni mshauri ama counselor, unaweza kutoa huduma yako kwa mtu mhitaji, humhudumie bure bila malipo, once in a while. Je, wewe msomi ama wewe scholar, unaweza kutenga muda wako umsomee mtu karatasi yake ama kazi yake, kumrekebishia mwanafunzi mhitaji bila malipo?
Hii imenikumbusha ya kwamba lecturers wa shule, sijui kama siku hizi imeisha, lakini kuna hiyo weakness ya kuwa ndipo akupatie marks mazuri, lazima power of the skirt ifanye kazi. Huo si utumishi, na huo si muigo wa Yesu Kristo, na si mafunzo ya Yesu Kristo. Je, unaweza kumsomea bure ama kumrekebishia bure? Je, wewe mwalimu wa sayansi unaweza kufundisha mwanafunzi mhitaji bure, kumfanyia tuition bila malipo? Je, wewe ambao uko na ujuzi wa kutengeneza vitu vya mbao ama vitu tu vya stima, unaweza kutoa ujuzi wako kumtengenezea mtu mhitaji, labda mzee mhitaji ama familia ambao ni maskini, bila malipo? Yesu alifanyia wanafunzi wake usafi bure. Kwa lugha ya leo ya kina dada, hata kwa kina kaka, hiyo tunaweza kuita pedicure bure, kwa sababu pengine walikuwa wamechoka na wakashindwa na kujinawisha wenyewe. Je, wewe mhudumu wa salonist, unaweza kutoa huduma yako bure kwa mama ambao umemwona akiwa mhitaji, ama dada, labda kwa kumsuka, labda kwa kumnawisha miguu na hata mikono bure? Je, wewe msanii wa nyimbo za Injili, unaweza kuimba bure? Tunajua siku hizi uimbaji pia ni biashara, lakini kuna wakati unaweza kutoa bure ili kuwafikia wale ambao hawamjui Yesu Kristo wakaweze kuokoka. Kwa sababu Biblia inasema mlipokea bure, toeni bure. Hata wewe mkaribishaji hapa kanisani ama asha hapa kanisani, je, waweza kutoa tabasamu lako kwa mshiriki ambaye anaonekana labda anapitia magumu? Tabasamu lako linaweza kumfanya apone moyo. Labda hajaona mtu ambaye ameweza kumwonyesha tabasamu wiki nzima. Tabasamu lako wewe asha linaweza kufanya mshiriki mpya aingie kwa kanisa na asiende kutafuta kanisa lingine, na kanisa litaendelea kukua kwa idadi. Tunazungumzia kutumika kwa kutoka mahali pako pa starehe ili kumtumikia Mungu. Kumbuka Yesu alisema, sasa kwa kuwa mnajua mambo haya, mtabarikiwa mkiyatenda. Mstari wa 17. Mfano mzuri ni Musa. Aliondoka kutoka kwa maisha ya starehe pale kwa ikulu ya Misri na kuacha utajiri mwingi pale na nafasi za kifalme katika ikulu ya Misri ili kuandamana na Waisraeli katika jangwa, kuwaongoza kama kiongozi wao kwa miaka karibia 40. Kuna mifano mingi katika Biblia, lakini mfano mkubwa zaidi ni wa Yesu Kristo mwenyewe, aliyeacha utukufu juu mbinguni, akachukua namna ya utumishi na hatimaye akatoa maisha yake msalabani ili kutuokoa sisi wanadamu. Unaweza kusoma Wafilipi sura ya 2 wakati wako. Utumishi bora unahitaji kuondoka katika hali ya starehe. Na jambo la pili, kuwatumikia maadui. Jambo la pili, kuwatumikia maadui zetu. Mstari wa 2 na 5 mpaka 5. Chakula cha jioni kilikuwa kikiendelea, naye Ibilisi alikuwa amekwisha mtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote nia ya kumsaliti Yesu. Yesu alijua kwamba Baba ameweka vitu vyote chini ya mamlaka yake, na kwamba alitoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu. Kwa hiyo aliondoka mezani, akavua vazi lake la nje na kufunga taulo kiunoni. Baada ya hayo akamwaga maji katika bakuli na kuanza kuosha miguu ya wanafunzi wake,
akakausha kwa taulo aliyokuwa amejifunga. Mstari wa 18 unaeleza ya kwamba Yesu alikuwa ashajua tayari ya kwamba Yuda atamsaliti, na kwa hiyo akawajulisha wanafunzi wake. Mstari wa 26 unasema, Yesu akajibu, ni yule nitakaye mnyunyuzia tonge hili la mkate na kumpa. Kisha alichovya lile tonge akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Kitendo cha kumpa mkate uliochovwa, sasa kumpa huyu Yuda, kilionyesha heshima ya pekee. Ilikuwa ni ishara ya adabu. Ingawa Yesu alijua ya kuwa Yuda alikuwa ni adui wake, lakini alimpa heshima ya kipekee. Kati ya wote ambao Yesu aliwanawisha miguu, hakumbagua Yuda ambaye alikuwa ni adui wake. Alimthamini, alimuonyesha heshima, yaani he valued Judas Iscariot. Kumbuka, ingawa Yesu Kristo alikuwa Mungu, lakini pia alikuwa na asili ya kibinadamu. Na pia Yesu alikuwa na hisia kama mwanadamu. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 21, alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amin amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Hii ni kumaanisha ya kwamba alikuwa ashajua Yuda atamsaliti. Nataka ufikirie pamoja nami mtu ambaye umekuwa naye katika huduma kama Yesu kwa miaka 3, maana alikuwa na wao kwa miaka 3, lakini huyu mtu anainuka na anakusaliti. Haikuwa jambo rahisi kwa Yesu, lakini Yesu hakumbagua Yuda. Alimnawisha miguu, alimfanyia pedicure kwa lugha nyingine ya kisasa. Biblia ituambia kwamba Yesu alimpanguza Yuda miguu. Aliponawisha wale wengine, alimpanguza kwa kitambaa chenye unyevunyevu. Inasema ya kwamba aliosha miguu yao yote, ama alinawisha. Mifano mingine ya Biblia ya watu waliotumika ama waliotumikia maadui zao, mmoja wao ni Yusufu. Alipouzwa kule Misri na ndugu zake, walipokosa chakula, walipokuja Misri, aliwasamehe na akawapa chakula. Hakuwalipizia kisasi. Mfalme Daudi alimuhifadhi mfalme Sauli, isipokuwa mfalme Sauli alikuwa amemtafuta sana ili kumuua, lakini alipoletwa mbele zake hakuchukua advantage akasema acha nimuue. Alimuhifadhi na akasema, do not touch the anointed of God. Stefano alipopigwa mawe na maadui wa Injili, aliwasamehe na akawaombea Mungu awasamehe. Yesu Kristo alimwomba Mungu awasamehe wale ambao walimsulubisha. Aliwaombea ili wasije wakahadhibiwa. Je, wewe ndugu na dada, unawatendea maadui zako mema ama unawalipizia kisasi? Je, unawalipizia kisasi wale wanaokusengenya, yule rafiki ambaye amekusaliti, yule mfanyikazi mwenzako ambaye amekusaliti, yule jirani ambaye anakusumbua? Je, unamtendea vyema ama unamtendea vizuri ama mema? Yesu alijua ya kwamba tutakuwa na maadui. Kwa hivyo wewe huwezi sema huna adui. Labda hata kama leo huna, siku nyingine huyo adui atakuwepo. Na ndiyo maana Yesu alituelekeza jinsi ambavyo tutakavyoishi ama watendea maadui zetu.
Mathayo sura ya 5 mstari wa 44, Yesu alisema, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Huo ndio mwelekezo wa Yesu. Waombeeni wanaowaudhi. Huko ndiko kutumikia adui. Mtume Paulo pia anafunza jinsi vile ambavyo tunavyoweza kuishi na adui zetu. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa 17 mpaka wa 21, neno la Mungu linasema, msimlipe mtu yoyote uovu kwa uovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama ikiwezekana kwa upande wenu, kaeni kwa amani na watu wote. Wapenzi, msilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, kwa maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, asema Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe, akiwa na kiu, mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo, utamrundukia mkaa wa moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Haya ndiyo maelekezo ya Mungu ya jinsi ambavyo unafaa, wewe na mimi tunafaa kuwatumikia adui zetu. Labda uko hapa na uko na mtu ambaye anahitaji msaada na alikukosea. Labda ni ndugu pale nyumbani alikukosea, labda anahitaji kazi, labda anahitaji kazi ya mtoto, na uko na uwezo lakini unamlenga tu. Neno la Mungu linatuelekeza na linatuelekeza kwamba umtumikie, linakuelekeza umsaidie. Hivyo ndivyo kutumikia, jinsi ya kutumikia adui wako. Je, unaweza kuwa hapo na uko na mtu ambaye ako na hitaji la fedha na labda uko na uwezo na unamlenga tu? Neno la Mungu linakuelekeza tofauti, umsaidie, kwa sababu huo ndio utumishi bora wa kumtumikia adui yako. Unaweza kuwa uko na mfanyikazi pale kwa ofisi na labda anapenda kulalamika tu, analalamika mpaka anakuudhi sana. Neno la Mungu linakuelekeza ya kwamba umsaidie, umshike mkono ili tabia yake ibadilike, na pia umuombee, lakini usimlipizie kisasi ama kumchukia. Labda uko na ndugu ama rafiki ama jirani ambaye anapenda udaku sana ama anapenda uvumi sana. Sijui unamchukuaje. Neno la Mungu linakuelekeza umsaidie kukuza tabia yake kuwa njema na umuombee. Huo ndio utumishi bora wa kutumikia maadui. Na tena kwa kusisitiza, Yesu akasema mstari wa 17, sasa kwa kuwa mnajua mambo haya, mtabarikiwa mkiyatenda. Ukimtumikia adui wako utabarikiwa. Tunazungumzia utumishi bora unaotokana na kutumikia maadui zetu. Utumishi bora unahitaji kuondoka mahali pako pa starehe na pia kuwatumikia maadui. Na jambo la tatu, kutumikia kwa unyenyekevu. Jambo la tatu, kutumikia kwa unyenyekevu. Mstari huo wa 2 mpaka wa 4 na pia wa 5. Chakula cha jioni kilikuwa kikiendelea. Kwa hivyo aliondoka mezani, akavua vazi lake la nje na kufunga taulo kiunoni. Baada ya hayo, akamwaga maji katika bakuli na kuanza kuosha miguu ya wanafunzi wake. Akaikausha kwa taulo aliyokuwa amejifunga. Hii ni baada ya Yesu kuwasili. Kama vile nilivyosema, walipowasili kukula chakula cha jioni, ilionekana ya kwamba hakuna mwanafunzi hata mmoja alikuwa na nia ya kumnawisha mwenzake. Na pia wanafunzi labda wangefurahi
kumnawisha Yesu peke yake kwa sababu alikuwa mkubwa wao ama alikuwa boss wao, na unajua lazima pia ufurahishe boss kwa lugha ya sasa. Lakini labda wangekubali kufanya hivyo kwa sababu wangejihisi ya kwamba wao ni duni. Na nakumbuka hapo mbeleni walikuwa wanapigania vyeo ya kwamba nani ambaye atakaye kuwa mkuu kati yao. Walikuwa wanagombea viti. Katika ulimwengu wa Kiyahudi tena ilikuwa ni kawaida kunawisha miguu ama kunawa miguu unapofika pale nyumbani. Wageni walipofika nyumbani, miguu ilikuwa imejaa vumbi kama jinsi nilivyosema, lakini mwenyeji mwema ama a good host aliwapa bakuli iliyokuwa na maji na taulo ili kunawa miguu yao. Mwenyeji hakuwa anawanawisha miguu. Walikuwa wanajinawisha miguu wenyewe, ama kama alikuwa na mtumwa, huyo mtumwa ndiye aliyetumika kunawisha wale wageni miguu. Lakini ilieleweka ya kwamba hakuna mtu aliyekuwa huru ambaye alikuwa si mtumwa ambaye angeweza kumnawisha mwingine ambaye alikuwa huru. Ukarimu ulikuwa tu ni kutoa maji. Ukishatoa maji unatoa mtumwa kama uko naye. Huo ndio ulikuwa ni utumwa. Kwa mtu huru kuosha miguu ya mtu mwingine ilimaanisha ya kwamba alichukua nafasi ya utumwa, na hivyo ndivyo ambavyo Yesu Kristo alifanya. Sababu pekee ya mtu kufanya hivi kwa hiari ilikuwa ni kuonyesha kujitolea kamili kwa unyenyekevu, kumtumikia mtu yule mwingine. Na hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyofanya. Hivi ndivyo alivyofanya. Alichukua nafasi ya utumwa na akawapa wanafunzi wake kielelezo ama mfano wa unyenyekevu. Na hata sisi wenyewe ametupa. Sijui kama we ndugu ama dada unaiga mfano wa Yesu wa kuwatumikia wengine mara kwa mara. Sijui kama unakubali kunyenyekea kuwatumikia wengine. Sijui kama unakubali kuwa mtumwa kama Yesu Kristo ili kunyenyekea na kumtumikia Mungu kupitia kwa watu wale wengine. Tuko na mfano mzuri katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 10. Mfano wa Msamaria mwema. Alipomkuta mtu amejeuriwa njiani, alishuka kutoka kwa punda wake, akamsafisha yule mtu, akamwagia mafuta na akamfunga bandage ama kitambaa. Kisha akampandisha kwa punda wake, akampeleka katika chumba cha wageni na akamgharimikia. Je, wewe ndugu na dada yangu, unatumika kwa kazi ya Mungu kupitia kwa wengine kwa unyenyekevu kama huo au la? Ni wangapi wetu wanaweza kupata mtu labda amejeruhiwa kwa njiani, labda ajali barabarani, na uamue kufanya kama Msamaria mwema, umchukue, umpatie first aid, umpeleke hospitali na labda mgharamikie? Hilo si jambo rahisi. Lakini kuna mtu yuko na uwezo na labda hata hawezi kufanya hivi. Tuko na changamoto ambayo tumepewa na Msamaria mwema, kuwa wanyenyekevu katika kumtumikia Bwana. Msamaria mwema alishuka chini kwa unyenyekevu, na yeye hata kuwa Mlawi na hata kuwa Mfarisayo ambaye alikuwa anajua neno la Mungu sana, ila aliwashinda hawa Wafarisayo. Maana Mfarisayo alipita pale, akapita akamlenga huyo mtu. Mlawi akapita akamlenga huyo mtu. Yesu aliwanawisha miguu wanafunzi wake ili hali alikuwa boss wao ama alikuwa mkubwa wao. Kwa lugha ya leo, alikuwa boss wao. Je, una uwezo wa kushuka na kusaidia wafanyikazi wako wale walioko chini, junior staff, mara kwa mara? Kwa mfano labda kwa kupanga viti,
kufanya usafi, yaani kunyenyekea kwa kiwango hicho. Je, wewe unakubali kukosolewa? Are you teachable? Bila kujitetea, huo ndio unyenyekevu. Je, wewe unaweza kumtumikia mtu ambaye kwa kiwango cha chini? Huo ndio unyenyekevu. Je, una uwezo wa kushirikiana na watu wa tabaka za chini? Huo ndio unyenyekevu au kutumika kwa unyenyekevu. Warumi sura ya 12 mstari wa 16 unasema, msiwaze mambo makuu, bali mshirikiane na watu wenye hali ya chini, msiwe watu wa kujiona mna akili. Huo ndio unyenyekevu na huo ndio utumishi bora, na tunazungumzia utumishi bora kupitia kwa njia ya unyenyekevu. Kwa kuhitimisha au kwa kumalizia, ikiwa utasahau yote ambayo nimesema, kumbuka ya kwamba kutumikia Mungu kupitia kwa utumishi bora, lazima uondoke kutoka kwa mahali pako ama maeneo yako ya starehe, kutoka kwa comfort zone. Lazima tuwatumikie maadui zetu, na lazima tutumikie kwa unyenyekevu. Tuombe pamoja. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neno lako ambalo limetujia kwa nguvu sana, ambalo limetufunza jinsi ambavyo tunafaa kufanya utumishi bora kwa unyenyekevu, kwa kuwatumikia maadui, kwa kutoka mahali petu pa starehe. Tunaomba kwa watu tukatuwezeshe kufanya hili na kufanya haya, kwa maana neno lako limetuambia ya kwamba tutabarikiwa. Labda kwa hapo unahitaji haya maombi, naomba uinue mkono wako. Labda umekuwa ukibagua watu, labda umekuwa hautumikia adui, naomba nikuombee Mungu akuwezeshe. Manake hicho ndicho kinaweza kuwa, asante kwa huo mkono, inaweza kuwa ndio imezuia baraka zako. Naomba uinue mkono, nikuombee ili Mungu akupatie breakthrough. Asante kwa huo mkono, asante kwa hiyo mikono, asante kwa hiyo mikono. Bwana wabariki na wawezeshe na wapatie breakthroughs. Bwana, na waombea hawa ambao wameinua mikono yao, ukawasaidie kushinda nguvu za shetani, na wakaweze kujawa na roho ya upendo ya kutumikia adui zao, ya kutoka mahali pao pa starehe, na ya kutumika kwa unyenyekevu. Na ninaomba ukawapatie breakthrough, ukawabariki wanapofanya hivi, hili baraka zao mahali ambapo zimefungwa zikafunguliwe, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki. Tushukuru Bwana kwa neno ambalo limetujia kwa ufasaha, na pia tumshukuru mnenaji. Tutafanya review baadaye. Ni wakati wa kutumika kwa matoleo yetu, lakini nahitaji kusema pia kwa matoleo yetu inabidi nyakati zingine tuondoke mahali pa comfort zone, mahali pa starehe, ili tutoe mpaka yume kidogo. Bwana asifiwe. Hivyo niombe niwaandae wale ambao wana zaka zao ili waanze kusongea mbele, tuombe pamoja nao. Na tunapofanya hivyo nitaunganisha na mambo mengine mawili. Kuna baraka tulizo nazo za vifaa vilivyotolewa na mmoja wetu vya muziki. Nilifahamishwa vinahusiana na gitaa, hivyo nitaomba viletwe karibu. Na tunapojiandaa pia kikundi cha trumpeters cha AIC Ziwani, na nimepewa jina sasa, kinaitwa AIC Ziwani Brass Band.
AIC Ziwani Brass Band. Kwa hivyo niombe waanze kusongea mbele pia, wale wengine walio na zaka zao wanaposonga mbele. Karibuni sana. Na tunapofanya hivyo, mkifika hapa nitasoma mstari mmoja, alafu tutapata kutoa matoleo yetu. Pia ni shukuru wengine ambao hawakupenda kutambulika, waliotoa carpet ili waimbaji hapa wakanyange red carpet. Naona leo pia wanafurahi sana. Bwana awabariki wale waliohusika kwa jambo hilo. Mungu wa rehema awazidishie neema katika kazi ya mikono yenu. Basi tunapotoa zaka zetu, naomba tukumbuke neno la Bwana katika Mithali sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, mheshimu Mwenyezi Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Hapo ghala zako zitajaa nafaka na mapipa yako yatafurika divai mpya. Tunapomheshimu Mungu, Biblia inasema ya kwamba ghala zetu zitajaa nafaka, lakini pia mapipa yetu yatafurika divai. Na kuna sadaka nyingine imetajwa pale, mbali na zaka, lakini pia malimbuko. Mungu amekupa biashara mpya, unaitolea limbuko. Mungu amekupatia ongezeko la mshahara, unatoa limbuko. Si kulikuwa na 12% increase, unatoa limbuko. Mungu amekupa mazao mapya, popote pale unatoa limbuko, ili kwamba neno hili la Bwana litimie, ambalo anasema hapo ghala zako zitajaa nafaka na mapipa yako yatafurika divai mpya. Basi tuombeni. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetujia kwa ufasaha sana. Lakini zaidi tunashukuru kwamba umetupa nafasi ili tutumike kwa matoaji. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, wenzetu hawa walio mbele hapa, waliokuja na zaka zao, ambazo ulisema ya kwamba tuweze kumheshimu Mungu wetu kwa zaka zetu. Hivyo niombe katika jina la Yesu Kristo, kwa heshima walioionyesha, basi na mstari wa 10 uwe ni mstari wao, kwamba hapo katika ghala zao basi na nafaka ipate kujaa na mapipa yao yafurike divai mpya, kwa sababu wamekuheshimu Mwenyezi Mungu. Na hata na matoleo mengine ambayo tutayatoa kama ishara ya shukurani kwa wema uliotutenda, basi Bwana pia uyapokee na yawe ya manufaa katika utumishi katika nyumba yako. Tubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba pia, kwa sababu ya vifaa hivi vilivyotolewa na mwenzetu. Bwana, tunavipeana kwako na kuviweka wakfu ili vitumike kwa ajili ya utukufu wako, huku tukishukuru pia kwa wale ambao walihusika kutoa carpet na kuendelea kuboresha nyumba yako. Haya ndiyo maombi yetu kwako, Bwana, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na zote tuseme amen.
tokea siku za baba zenu mmeanguka, upande mkaacha maagizo yangu. Nirudieni nami nitawarudieni, tokea siku za baba zenu mmeanguka, upande mkaacha maagizo yangu. Nirudieni nami nitawarudieni. Asema Bwana wa majeshi, kwa nini namuimbia Mungu zaka na dhabihu ninyi umelaniwa? Maana mmeniimbia zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula nanyi mkanijaribu. Asema Bwana wa majeshi, kwa nini namuimbia Mungu zaka na dhabihu ninyi mmelaniwa? Maana mmeniimbia zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula nyumba nanyi mkanijaribu. Jaribuni kwa njia hiyo nanyi mtaona, nitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka zake Mungu. Nijaribuni kwa njia hiyo nanyi mtaona, nitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka zake Mungu. Wala isiwe potu hata nafasi, nami nitamkemea yeye alaye wala hataharibu mazao yenu katika mashamba, na mataifa watawaita heri, kwa maana mtakuwa nchi ya kupendeza mbele za Mungu. Wala isiwe potu hata nafasi, nami nitamkemea yeye alaye wala hataharibu mazao yenu katika mashamba, na mataifa watawaita heri, kwa maana mtakuwa nchi ya kupendeza mbele za Mungu. Asanteni sana waimbaji, asanteni sana AIC Ziwane Brass Band. Mziki uko sawa, tunashukuru sana. Lakini niombe ikiwezekana mtafutie John ugali kila anapokuja kuchapa hiyo, sababu kujaza pumzi kwa hiyo mashini sio rahisi na ni baraka kubwa. Asante sana. Basi tumefikia kilele cha ibada yetu na tumejifunza neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe mtu wa media usituwekee Mwakenya hapa ili tujikumbushe. Na leo Bwana Katuva ako na confidence. Basi tumejifunza kuhusu nini? Kuondoka katika hali ya kuhudumia adui, na jambo la tatu Sasa ili ukumbuke kwa haraka,
unaweza iweka kwa sentensi kwamba unaondoka. Ukienda wapi? Kwa yule ambaye astahili huduma na ni adui, unaondoka ukienda kwake. Na ukifika kwake utoe huduma kwa unyenyekevu. Si ni hivyo? Yaani ufikirie katika mstari. Wewe uondoke kwa starehe, kwa ile hali ya kutumikia wale umewazoea. Alafu ukiondoka unatafuta nani wa kutumikia? Adui. Na ukifika kwake umtumikie, usiwe na kiburi. Usiwe na kiburi, tulia, nyenyekea. Mtumikie ajihisi kwamba wewe ulikuja kumtumikia, sio kujionyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ni mafikira mazuri? Asante sana. Basi niwaombe tusimame ili tutamatishe ibada yetu. Tuombeeni pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunapenda tukushukuru sana kwa neno lililotujia la utumishi ulio bora, kwamba itabidi kwamba tuondoke katika mazingira yetu ya starehe ili tuweze kutumika. Kwa sababu tukitumika kama ilivyo kawaida katika starehe zetu, huenda ni utumishi ambao hauna dhamana kama ilivyothibitishwa na kuonyeshwa mfano na Yesu Kristo. Lakini zaidi tunapoondoka katika starehe zetu, tutafute wale ambao ni kama hawako katika nafasi yetu kuwatumikia. Kwa sababu hapo ndipo palipo na dhamana kubwa tunapotumika kwa wale hasa walio maadui zetu. Na tunapofanya hivyo, basi tuwe na unyenyekevu, kwa sababu hatuwezi kutoa ambacho hatukupewa. Tunatoa chochote tulichopewa. Ndio maana tunapaswa kuwa na unyenyekevu, kwa sababu si chetu, akituhusu kinakuhusu wewe Mungu wetu. Basi wiki iliyo mbele yetu utupatie nafasi ili tuweze kutumika. Na tunajua nafasi zipo, kwa sababu wapo tunaofanya kazi nao, wapo tunaokaa nao, wapo katika ujirani wetu, wapo tunaowajua hata wengine waliotukosea na wanahitaji huduma zetu. Basi Bwana, utupe kuwajibika ili imani yetu iendelee kukua katika maisha yetu. Tuombe kwamba katika jina la Yesu Kristo, wiki iliyo mbele yetu iwe ya ushindi mkubwa. Basi kuingia kwetu na kutoka kwetu kubarikiwe nawe. Kazi ya mikono yetu, Mungu, ipate baraka zako. Utupanulie mipaka yako, Baba yetu. Tunaomba ya kwamba tunapobisha milango na ifunguliwe. Tunaomba tunapotafuta na tuone. Tunaomba na tunapoomba, Bwana, tupate majibu ya maombi yetu. Wiki hii Bwana, iturejeshe furaha yetu. Kilichoibiwa na yule mwovu Bwana, ukaturejeshe kama neno lako linavyosema. Basi sasa na Mwenyezi Mungu akujibu uwapo taabuni. Jina la Mungu wa Yakobo na likulinde. Akupelekee msaada kutoka hekaluni mwake. Akutegemeze kutoka mlimani Sioni. Azikumbuke sadaka zako zote. Azikubali dhabihu zako za kuteketezwa. Akujalie unayotamani moyoni mwako, na aifanikishe mipango yako yote. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na zote tuseme amen. Basi ukia mwenzako hapo tunaposemezana neema. Na sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nawe sasa na hata milele. Amen. Bwana akubariki na uwe na wiki njema. Asante.